Kati anamsaidia mama mkwe wake kumfanyia misaji mgongoni, mwanamume yule aligundua ghafla nambari ikitokea juu ya kichwa chake moyoni au alipobana wakati wa misaji. Nambari ilikuwa ikipanda. Mwanzoni, mwanamume yule alidhania nambari hii inawakilisha upendo wa mama mkwe wake kwake. Lakini usiku huo huo, aliiona nambari iliyokuwa juu ya kichwa cha mke wake ilikuwa 0 na alidhani kimakosa kuwa mke wake hangempendi hata kidogo. Kwa hiyo, mwanamume yule alimshauri mke wake kwamba waongeze ukaribu wao. Hata hivyo, cha kushangaza, haijalishi mke wake alivyompendia moyo au kumtilia maanani, nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake daima ilibaki 0. Siku iliyofuata kwenye kampuni, mwanamume yule aliwaangalia kwa siri vichwa vya wafanyakazi wenzake na akagundua kuwa kila mtu alikuwa na 0 juu yao. Alipofika nyumbani usiku huo huo, nambari iliyokuwa juu ya kichwa cha mke wake bado ilikuwa 0 na hata nambari iliyokuwa juu ya kichwa cha baba mkwe wake ilikuwa 0. Lakini alipomtazama tena mama mkwe, nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake ilianza kupanda tena. Mwanamume yule alipokuwa akifikiria juu ya hili, mama mkwe wake kirahisi akamsafisha mabaki ya chakula yaliyobaki kwenye kona ya mdomo wake. Kwa kitendo hiki kidogo pekee, nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake ilipanda mara moja kidogo zaidi. Mwanamume yule alishtushwa, kwa hiyo alijaribu kumpigia debe mama mkwe wake juu ya urembo wake. Mara moja alipapasa na aibu na nambari ilipanda tena kidogo. Alipomsaidia kusafisha sahani, nambari ilipanda tena. Usiku alipokuwa karika kulala, mwanamume yule alisikia mama mkwe wake akibishana na baba mkwe. Mama mkwe alikuwa na hasira sana hivi kwaka alitaka kwenda nje na nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake ghafla ikageuka kuwa 30%. Mwanamume yule mara moja alitoa pendekezo la kutembea naye na mara tu aliposema hivyo, nambari ilipanda kwa 5% nyingine wakati wa matembezi. Mama mkwe wake alimwambia matatizo yake na kuendelea kumsifu kuwa mwenye kujali na kuaminika. Alipoyasikia hayo, nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake iliruka moja kwa moja hadi 45%. Pale pale, mama mkwe aliteleza na karibu kuanguka. Mwanamume yule alimshika upesi na alivutiwa moyo sana. Nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake ilianza kupanda kwa kasi, lakini mara tu mke wa mwanamume yule alifika ghafla. Akiuona hili, mwanamume yule alielezea upesi kuwa mama mkwe alikuwa amejikunga mguu. Mke wake hakushuku kitu na akakuja kusaidia. Hata hivyo, cha kushangaza, mara tu mke wake alipotokea, nambari iliyokuwa juu ya kichwa cha mama mkwe ilishuka hadi 30% kwa mara moja. Mama mkwe alipokuwa akirejea chumbani kwake, alimtazamia tu mwanamume yule kabla ya kuondoka na nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake kwa kweli ilianza kupanda tena. Siku iliyofuata, mama mkwe wake alimwomba mwanamume yule amsaidie kumwagiwa dawa mguu wake uliouma. Mara tu nambari iliyokuwa juu ya kichwa chake ilipokuwa karibu kufikia 100, mke wa mwanamume yule ghafla akafungua mlango na kurudi.